haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Mwambie na moyo wako, wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi. Inua mikono, sema haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Yesu, haufananishwi Yesu na kitu kingine, haufananishwi Yesu, Inua tu mikono yako, mwambie Bwana haufananishwi na kitu kingine. Mwambie tu Bwana haufananishwi na kitu kingine. Wanadamu wanaweza kuwa waongo, wanadamu wanaweza kudanganya, lakini Bwana haufananishwi na kitu kingine. Just tell him God haufananishwi na kitu kingine. We bless your name Lord, we give you glory. Inua tu mikono yako katika jina la Yesu, mwambie Bwana tu haufananishwi. Mwambie tu Bwana haufananishwi. Mwambie tu Bwana haufananishwi. Fungua anga yako, mwambie tu Bwana haufananishwi. Mwambie tu Bwana, nimekuja kukuabudu, nimekuja kukuinua Jehova. Yadereboshi yarara. Ongea na Mungu wako, tumwambie Bwana haufananishwi. Lift up your voice and tell him God haufananishwi. Oh, tell him God haufananishwi. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine. Mwambie aliye kama. Inua sauti yako, mwambie Bwana. Kuna Mungu mwingine. Mwambie aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine. Oh, hakuna. Mwinulie mikono, mwambie Bwana, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna hakuna ima, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine, hakuna aliye kama. Mwambie Bwana, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ima, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine
Inua mikono yako, sema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. ima, hakuna Mungu mwingine hakuna aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. ima, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, ima, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Just lift up your hands. Father, we thank you because of your glory. We thank you because of your praises. We thank you because of the Holy Spirit. Every principalities of darkness be destroyed in Jesus' name. Every forces of the enemy be destroyed in Jesus' name. Every attack from different dimension be destroyed in Jesus' mighty name. Every heavy cloud in Jesus' mighty name, we pull it down in the name of Jesus. We pull it down in the name of Jesus. Father, we acknowledge your name. Inua mikono yako, mwambie tu Baba, tunakutukuza. Tunakutukuza. Mwambie tu na moyo wako tu, just tell him God. Just tell him God, we worship you. Tell him God, we worship you. Fungua tu moyo wako, mwambie Bwana tunakuabudu. We bless you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Mpe Bwana makofi kwa jina la Yesu. Unaweza chukua kiti chako cha heshima kwa jina la Yesu dakika kidogo. The apostle is already in the house and he's coming in a very short time. Atakuwa hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Simseme amen wote. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I just want to read a scripture as the man of God will be coming. Wakati tunaendelea na praise and worship. Na hiyo iko katika kitabu cha Luka 5:18. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikiwazia na nikifikiria sana na nikiwa kwa maombi. Na naomba unisikize vizuri. Mtu yote ambao ana imani hawezi tingizika. Nitarudia tena. Mtu yote ambayo ana imani hawezi tingizika. A man with faith, he is unshakable. Biblia inasema kwamba iwapo uko na imani unaweza nenea mlima na mlima ikasonga. Sijui kama unanishika. I'm just preparing something for you because I know Mungu anaenda kututembelea siku ya leo. Anybody who has faith is unshakable. Hallelujah. Any believer who has faith is unshakable. Ukimtupa kwa desert atanawiri. Hallelujah. Ukimtupa kwa jangwa atanawiri. Uliza mwenzako uko na imani. Muulize vizuri, labda yeye ndiye anakufungia anga. Muulize uko na imani. Your faith can move mountains. Glory be to God. Your faith can move mountains. The miracle you are expecting today is tied in your faith. Ile muujiza unatarajia siku ya leo kwa deliverance service imefungwa kwenye imani yako. Imani yako ikikuwa dhaifu, hakuna kitu itatendeka. Ambia mwenzako raise your faith. Ukiona kuongeleshi vizuri, ongelesha mwingine ama ongelesha kiti.
Afadhali kiti haina masikio na haina damu. Sema to raise your faith. Hallelujah. Raise your faith. Tutasoma tu pale, alafu utatubadilishia kwa Kiswahili. Tusome tu. You can look at the other screen or the other screen. 1, 2, 3, twende. A man who was paralyzed. Underline that word. And lay him before Jesus. Hii ni condition mbili. Mtu mwenye ana shida na mtu mwenye ana suluhisho. Sijui kama umeshika. Jesus is the solution. But the paralyzed man is the man who needs the solution. And they brought him to Jesus because walijua kwamba kwa miguu na mikono ya Yesu ndio kuna kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. Endelea pale chini. I think the network. So, tuendelee. But finding no way to bring him. Now, anybody mwenye ako na imani lazima atakutana na kizuizi. Sijui kama mnanisikiza. Mtu yote ana imani lazima atakutana na kizuizi. Because imani yako ili ifanye kazi lazima kukuwe na kitu ambacho inaitwa changamoto. Okay. Ni kana kwamba unataka kufanya harusi. Usipopata wale wa kupinga, ndio maana pastors wanasimamanga wanasema nini? Kama kuna yeyote anafanya nini? Anapinga, inua mkono. Sasa we imani yako ndio itakutetea upate ule mume ama ule mke. Bwana asifiwe sana. So you are close to your miracle road, but the obstacles are there. Jesus of Nazareth. You are close to your miracle. And your obstacle can be your mother. Kizuizi yako inaweza kuwa mama yako. Anaweza kuwa ndugu yako. Anaweza kuwa dada mwenzako. Anaweza kuwa mhuduma mwenzako. But your faith will make you pave ways. Tusome pale. But finding no way. Tugeuzie kwa Kiswahili mtumishi. Imani yako itakupenyeza. Bwana asifiwe sana. Imani itakupenyeza penye kuna kizuizi. Mimi sijui ni kitu gani imekuleta kwa deliverance service na kwa ibada ya leo. Nataka tu prepare imani yako kwamba imani yako itakupatia kile unataka. Amina yako iko chini. Mwenye anasema amina kubwa na kupea 1,000. Sema amen. Wewe hujatoa sauti. Hallelujah. Tugeuzie kwa Kiswahili kama inawezekana, because the apostle is around na tutaki tumalize muda. Unajua kuna kitu mbili as is finding it out. Imani huwa ina attract vitu mbili. Huwa ina attract maadui na huwa ina attract muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani huwa ina attract vitu mbili. Ina attract muujiza na huwa ina attract maadui. Kuna watu hawezi taka kuona unafanikiwa. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So tonight and this afternoon, usikubali imani yako ikazuiliwa na yoyote. Praise the name of the Lord. Let us celebrate the prophet of God. Amefika katika jina la Yesu. Tumalizie tu hapo and then he comes in Jesus name. Tusome tu wote pamoja kwa sauti. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka. Anybody with faith has an obstacle. Mtu yote ana imani lazima awe na kizuizi. Lazima kutakuwa na kitu itakayo kuzuia. Kuna mtu atakudiscourage, unaenda kanisa gani? The synagogue ya ule jamaa. Bwana asifiwe sana. But your faith itakufanya upenye. Sema amen. Imani yako itakufanya upenye. Basi kumpeleka ndani kwa ajili ya lile
kundi la watu walipanda juu ya dari. Bwana asifiwe sana. Kuwa na imani ya kuvunja territories. Sema amen. Sema amen. Kuwa na imani ya kuvunja territories. Geukia mwenzako mwambie kuwa na imani ya kuvunja territories. In Jesus mighty name. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako. In Jesus mighty name. As the man of God is coming, I believe faith yako itakupatia ile muujiza. Nimekubali Baba, nimekubali Baba, nimekubali Baba, tawala maisha yangu. Nimekubali, tawala, tawala maisha. Nimekubali, nimekubali, nimekubali Baba, nimekubali Baba, tawala maisha. Inua mikono yako, sema nimekubali, nimekubali Baba, nimekubali Baba, oh nimekubali Baba, tawala maisha. Nimekubali, nimekubali Baba, nimekubali, 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 tawala maisha. Nimekubali, nimekubali Yesu, tawala maisha, tawala maisha. Nimekubali, 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 nimekubali Baba, tawala maisha yangu. Thank you. Father, we thank you and we give you honor and glory. We worship you this afternoon. You are the Master, you are the King of Kings, you are the glorious God. We are here, Father, to worship you. We came to seek your face. We came to seek your power and your authority over us. I come against every power that comes from demonic forces. I destroy every demonic covenant and demonic altars of our lives. I set free every that is held captive. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. You may be seated. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, praise and worship team. You look handsome and beautiful. And may you continue that by the grace of God. Today I want to look at a phenomenon that has really caused us to suffer. Not that because we are suffering because that we are supposed to suffer. We are suffering because of a phenomenon. Something that is put into us by the devil himself that makes you not want to succeed. Yes, you have the platform to succeed. You have everything that you need. You have the capacity to do so. But there is a spirit behind you that tells you that it is not possible. Ambia mwenzako fear. Mwambia fear. Did you know fear is an altar? Did you know that? That the fear is an altar that is directly not from the angels of Lucifer, not from the agents of Lucifer, but Lucifer himself. Bwana Yesu asifiwe sana. Lucifer himself. Sema kama Waganda, himself. Yes. Now you want to defeat fear by walking with God. That will be my subheading. Defeating fear by walking with God. Hallelujah. We'll be starting our reading from Ezekiel 34, if you may write there. Ezekiel 34, 25 to 31.
And then we'll be checking on 2 Timothy chapter 1, verse 7. And lastly, but not least, we'll be looking at Job 3, verse 25. 3 by verse 25. Umeziandika? Nirudie. Ezekiel 34, verse 25 to 31. 2 Timothy 1, verse 7. And also Job, Ayubu, that is Job 3:25. Those where we'll be getting our scriptures from to understand this thing we call fear. Let's start with the book of Ezekiel 34, verse 25 to 31. I will make a covenant of peace with them and rid them land of savage beasts, so that they may live in the wilderness and sleep in the forest in safety. Did we get there? I'll make with them a covenant of peace and banish wilderness, wild beasts from the land, so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the wood. Who is this saying so? Yeah? Who is making? Can we read it together? And I will. Go ahead. Stop. 1, 2, 3. Let's go together. Tuanze na 25. Tuendelee. Wasome yote vizuri. Haya. 1, 2, 3. That then 26. What did you understand about that? That God is with you. That go 25 again. That God will make a covenant of peace. Not just a covenant, but a covenant of peace. And he will make sure that he has banished, he has destroyed any enemy that can come to attack you. Wild beasts ni wanyama ambao wako kukichaka. That he will make them, nothing will come to attack you. Somebody say amen. I will make a covenant of peace and banish wild beasts from the land. That the land will be free from anything that can attack you. Most of us are suffering from the fear of being intimidated. Most of us are suffering from the fear of losing. Most of us are suffering from the fear of unknown. Bwana Yesu asifiwe sana. That once he banishes the wild beasts from the land, so that they may dwell securely in the wilderness. Yes, you are going to be in the wilderness, but with security. Hallelujah. You are going to be in the wilderness, but God is going to provide you with all reason for you to be there. That you are going to be in the wilderness, you are going to live with the wolves, you are going to live with the lion, you are going to live with the enemy, but they will never be able to touch you because you are protected. I don't know whether you heard that. That you are going to stay with the enemy, you are going to stay with the lion, you are going to stay with snakes and scorpions, and they are not going to touch you because God has put a covenant of peace with you. It is all that you need, that covenant of peace. Once God has agreed with you to walk with you, nothing will defeat you. Can you have briefly the book of Joshua, where God speaks to Joshua and tells Joshua to go and no fear? Hallelujah. Joshua is reminded that do not fear. How many times in chapter 1? Those who have gone through the Bible? Yes, how many times in chapter 1? Do not be afraid. He has repeated himself almost 6 times in one chapter. Have I not commanded you? Let's start from verse 1. Let's start from verse 1. Yes, it's just, let's go. We turn that. After the death of Moses, the servant of Lord, the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant. That, how did he say? Moses' servant is dead. Now therefore arise and go this Jordan,
you and all these people into the land that I'm going to give them, to the people of Israel. Then, every place that the sole of your foot will tread upon, I've given to you, just as I had promised Moses. Stand there, kidogo. It is just as I had promised to who? So he's acting on a covenant. Joshua did not become Joshua a leader to lead people because of Moses has just died. But Joshua has been brought on board because there's a covenant between who? God and the children of Israel. He wants to take them where he had promised the fathers. Not because of Joshua. Joshua will be just but a vessel to make sure a covenant has been fulfilled. What do I want to say here? That if you get a covenant, and if there is a covenant upon your life, that anybody will be commanded to come and stand in the gap to protect, to make sure nothing defeats you, to make sure nothing comes against you, to make sure it's nothing that is going to stand against your way. Because there is what? A covenant. God was not acting on a mercy journey. God was not acting on a planned, on an issue that arose because Moses has died. The going of Moses, and even if Joshua had to go, somebody was to be lifted up to make sure the covenant of God has been lifted. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima Mungu anainua mtu kwa sababu ya kile kitu aliagana na hao. Tuende mbele. Because it is just as I promised to Moses, from the Baba. Joshua, yes, to end the burden of Joshua bado. We will go back to where? From the wilderness and this left eye. I'm talking of Joshua. Does it end at verse 3? Go to verse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah? Imekuja. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the land of the sea towards going down of the sun shall be your territory. What does that tell you? That God will never give you a land that is not occupied. If you are asking for a business, He will never give you a new business. He will give you a business that somebody else is occupying. Bwana Yesu asifiwe sana. When He gave us the city here to come here, we came here, this house already was occupied. And when He gave us this house, He knew there are many churches around here. And He knew the many things that are around here. So what He gave us because He wants to win a battle for us. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Just as I was with Moses, so I will be with you. I'll not leave you nor forsake you. That's an affirmation that I will walk with you. So do not be discouraged. Do not have fear in you. I will be with you. I'll never forsake you nor leave you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers. Not you, but you, I'm going to use you to cross over these people to the land of a promise that I had promised their fathers. Hallelujah. Tell your neighbor, I am a vessel. I may not be the original version. Tell your neighbor, I may not be the original version that is supposed to go where it's supposed to go. But I have been called to cause a promise of God to be fulfilled. Bwana Yesu asifiwe sana. And He said, only be strong and be very courageous. That is all what He needs. Be strong and be very courageous. Remember, He's told him, I have given Jericho. But He comes again to tell you, be strong and be courageous. Why? Because whatever that God gives you, it is a testimony. He will never give you a job that has no testimony. He will never give you a marriage that has no testimony. He will never give you anything that has no testimony. Whatever He gives to you has a testimony. Because you will come and say, indeed was not my hand. Indeed it was not somebody's hand. Indeed it was not my family's hand. Indeed it was not the people around me, but the God who was around me. Then He says, being careful to do according to the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left hand, that you may have good success. You understand? When you have a covenant of peace with God, you are not supposed to turn to the left or to the right. You are just supposed to walk according to the plan of God.
Hallelujah. Do not turn. You've moved? Yes. This book of the law shall not depart from your mouth. Meaning, when you have a covenant with God of peace, there is instruction instructed from a book. The book is, this book of the law shall not depart from you. There must be a covenant. A covenant is a written document. Hallelujah. A covenant is a written document that can be written on the paper, on the tablet, or on your hearts. Are you getting me? To raise an altar of peace, it must be written in your heart. God must inscribe the words that he is giving you, that these shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Hallelujah. If you find yourself, you are meditating on the word of God day and night, it is because you have a covenant with God. But if there is no word of God that meditates through your mouth, then there is no covenant. You are empty. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unasikia watu wakisema najaribu kuomba lakini fanye nini? Si haigii, because the covenant that you had with God has been broken. God is there. He said, I will never forsake you nor leave you. I will walk with you. I will be there with you. Even if you be in a valley of the shadow of death, I will be with you. Even if you are going to be in the sick bed, I will be with you. I will walk with you. Meaning that he is protecting a covenant of peace that he is laid with you. If you find you got no peace and there is no security around the peace, around you, it means there is a blockage. Kuna kitu ambacho hakiendi mzuri. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according. There is a command there. That you may be careful to do according to what? To all that is written in it. Where is it written? In your heart. So anything that you do must be according to the writings that are in your heart. The writings in your heart can only be written by God. The writings in your heart can only stand in the pillars of the authority and of the love of God. Then you will make your way prosperous. After fulfilling all the requirements, baada ya kudhibitisha na kufanikisha all the requirements that God has given you in the altar of peace, in the covenant of peace, there is prosperity. So some of the failures that you have in your life have been caused by you failing to adhere to the word of God. Have been caused to you by failing to understand the perspectives of God in your life. Tumekosa kwa sababu hatujaambatanisha maneno yetu na Mungu. Hatujafuata maagano ambayo Mungu alitupatia. Hatujafuata njia ambazo Mungu alitaka. To meditate. Yani kumeditate ni nini na Kiswahili? What is to meditate? Ni kutafakari. Ni kutafakari. Yani kila wakati unatafakari neno la Mungu. Kila uendapo unatafakari neno la Mungu. Kila uendapo unatafakari maagizo na maagano yako na Mungu. It makes you to prosper because you are in the environment. Unakuwa katika anga ambayo inakubalika, anga ambayo inakontroliwa na Mungu. The day you surrender totally to God, the atmosphere around you is controlled by the angels and God himself, because you are within the powers and authority of God. You are within what God wanted you to be. Wakati unatafakari, unaishi katika maagizo na maagano ya Mungu, you will never go wrong. You will win every battle. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. That is a command from God. Be strong and courageous. Why will he go tell you, I have given you Jericho? Then akuja anza kukupatia maneno be strong and courageous. Because God knows that he is going to fortify you. He knows that with the territory he is giving you, it is not territory that is not occupied. It is a territory occupied and you must conquer, because he wants to prove to the world that he has conquered, you have conquered, and it is him who has conquered. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So he is removing the pieces of fear that is in your heart. Do not be dismayed. Do not be told by these people you're not going to succeed. Do not be told by these people that you're going to not get to make it.
Do not be told by these people that where you are going ni kutukubaya, ni mahali kubaya, utapigwa, utaumizwa. Do not, because he is saying, wherever you will go, I will be with you. I will make with them a covenant of peace. Kwani mbona unatoa? What's wrong with you? Uko njaa? Imekupeleka sana? Tulikuwa tumefika wapi? 9. And Joshua commanded, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. That wherever you are, in whatever circumstance, whether you are in the sick bed, whether umefungiwa nyumba, whether umefukuzwa, whether whatever that is happening around you should not cause you to fear. Because this is what is being used by the devil, to cause you to fear, so that you may be able to be removed from an agreement you have with God. Fear is meant to remove you from the agreement of God. Fear is meant to remove you from the covenant. And the day you come out of the covenant, you are going to lose it, because that is the time the devil will strike you. Let me give you a good example. When the children of Israel were coming from Egypt, they suspended circumcision because they knew it is only 80 days from here to Canaan. According to the survey they had done, it was 80 days, not many days. It was a journey of 80 days. And they knew this one, we suspend circumcision for 8 days, then we shall resume the circumcision. Because all the children who were born that time, they were supposed to be circumcised within the prescribed days of circumcision according to the culture of the Jew. Moses and the group and the elders decided that because we are on the way, we cannot circumcise. Let us suspend the circumcision. What is circumcision between God and man? Is a covenant. A covenant is meant to work with you. That is why God is telling Joshua, do not be dismayed or not be afraid, for I am with you. I will always, wherever you go, do not be dismayed, nor, for the Lord your God is with you wherever you go. So the Lord your God is with you wherever you are going. Whether you are sleeping, the Lord your God is with you. Whether you are walking, the Lord God is with you. Whether you are, whatever situation you are in, the Lord your God is with you. Is with you. So they decided to suspend the Lord your God is with you. Hallelujah. Because circumcision was a covenant between Abraham and who? And God. So this was a covenant, the blood covenant between Abraham and God. And they were told, this you shall be doing it forever. So when they said, let us suspend the circumcision, what did they do? They suspended the covenant between them and God. So when I cancel the contract now of the insurance you have of your car, I cancel it now, and I immediately 10 minutes later I get an accident. With the insurance pay? It can't pay. They will tell you, you cancel the covenant. So when the children of Israel embarked on a journey, they had already suspended the covenant between them and God. And that is how they lost the track between them and God. A journey of 8 days became a journey of 40 years. Why? Once you lose it, to regain it, it is very impossible. And that is a point where the devil will hit you, because he knows right now this man is not with God. Job, the devil wanted to test Job. And they were testing Job because they knew. They went to God and akaambia Mungu ya kwamba huyu mtu anakufuata kwa sababu ya ile mali umempatia. But God told him no. He told him, this man loves me. Why did they want to do that? They wanted to remove Job from the radar of God. The devil purpose anatakanga tu ukosane. You are a prayer warrior. You are a giver. You are a good worshipper. You are a powerful person in charge. What the devil will want you, anataka tu nikuje nikufanya hivi ukasirike. Katika hayo makasiriko, that moment you suspend God. Hallelujah. Katika hiyo situation ya kukasirika, katika hiyo situation ya kuambia maneno mabaya, unakasirika haraka haraka.
Mtu kama mimi tunagalia kwa sana na makasiriko. Musa tu alishika ile tabana akaagusha chini and he lost it all. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the trick the devil uses to remove you from God. The spirit of fear. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when Moses came from the mountain, he came and found these people are worshiping another God. Him as a leader, what did he think? These people have overthrown me. Wameniondoa kutoka kwa kiti. So he was so bitter that he did whatever he did only to find himself that amejiondoa from the covenant of God. That is all what the devil is looking for. When you have fear, you remove God from his seat and allow the devil to come and sit on it. By the time you remove the devil, it will take you time because you will not be able again. You will fight, you will struggle. Fear causes you to abandon the covenant you have with God. The covenant of peace. Fear causes you to run hammock, to go to one preacher to another preacher. Fear causes you to go to a mganga. Fear causes you to go and seek people to come and support you. Fear causes you to forget God and seek people's favor. And that is all that the devil looks for. Fear is a tool used by the devil to make sure you suspend your relationship just for 1 second. That is what they are looking for. Just for 1 second. Remember, there was a tag on the head of Moses. From who? Judah. When Simon and Levi walilaaniwa, wakaambiwa wataishi kwenye nini? Wataishi kwenye upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati huo ambapo hiyo laana iliachwa, Moses lived in that tag because Moses comes from that from that clan. So fear tag iliendelea kutembea katika maisha ya Moses na familia na klani yao yote until it came to cause him. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you lose a covenant and you lose a situation, when you lose God, just a minute, it is because of fear. When they come and tell you don't get inside there, when they come and tell you wherever you are going don't go, because there is fear somebody, you are going to be killed, they want to just remove you from you depending on God. Then they insert their own will that will deviate you from God. So it is very important. You can never defeat your fears by walking alone. You can only defeat your fears by walking with who? With God. You must not abandon God wherever you're going. You must not leave God wherever you're going. Because when you are with God and when you are walking with God, you are sustaining the altar of what? Of peace. Bwana Yesu asifiwe sana. The only way you can sustain the altar of peace in your life is by sustainingly moving with God. It will, let's go now to Ezekiel before we come back again there. I will make with them a covenant of peace and banish the wild beasts and from the land so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the woods. And I will make them and the places around them, around my hill, a blessing. And I will send down the showers in their season. They shall be showers of blessing. Why? He is with you. He's telling you that I will be with you. Where there is showers of blessing, God is there. Bwana Yesu asifiwe sana. Where there is showers of blessing, God is walking with you. God will never walk with you if there is, you know what? Blessing. Blessings comes from God. They don't come from the devil. The devil will come and remove you and cause you to have the panic. When you have a situation of panic, panic is caused by the devil so that you may panic and abandon what you are doing. By the time you may abandon, then they will have their foothold. Wakikuja wakajangisha miguu. Sikiliza, Joshua aliambiwa, mahali utakanyagisha miguu yako utapamiliki. Hivyo hivyo, shetani akikanyagisha miguu yake kwenye moyo wako atamiliki mahali hapo. So that is caused by fear. Wengi wetu tumeangusha ndoa zetu kwa sababu ya fear. Wengi wetu tumeshindwa kufanya biashara kwa sababu ya fear. Wengi wetu tumeangusha huduma zetu kwa sababu ya fear. Because umefika, watu wote wameondoka kanisani, umebaki na watu watatu. Then you fear. Unaona ni kama Mungu amekuacha. Kumbe ni Mungu aliondoa wale walikuwa ndio akupatie watu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. The process of God, you don't understand it until you get into it.
You will never understand where you'll be tomorrow. You will never understand what God will cause or who will come tomorrow. You need only to walk with God and leave the rest to God. Don't even panic. Don't, just do what he instructs you to do. Akikwambia simama tembea hivi, just go. He told Joshua, do not be afraid nor be dismayed. Do not be discouraged, because there will be discouragers. He told them, do not, usiogope, wala usiwasikilize. One concept of you winning fear ni kufunga masikio. Watakwambia maneno, watakwambia huyu ni mchawi, watakwambia huyu kwanza ndi, unaona kile kikapu kilikuja pale, kile kilikuwa kia white. Nikiangalia ndani niliona kulikuwa na mkia ya lizard. Na ni matawi ya waru imejikuja hivi. Sasa kama wewe ni mtu wa fear, utapanic. Na immediately huyu ndio alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anakusaidia katika maongozo ya church. Unamweka kado. That is all what they wanted. Just to remove her from near me. So that is why it's very important. When they come to tell you, wakikuja kukwambia, bwana yako nilimuona na msichana pale, muulize wewe pia ulikuwa unafanya nini hapo? Ukimuona, ulimuona ukiwa wapi? Wakikuja kukwambia mke wako nimemkuta kwa bar, muulize ulikuwa na binocular from your church ukaangalia kwa bar? Because all what they want is to cause fear, panic. And the moment the panic comes into you, you abandon it. The day you abandon, wanachukua nafasi mara moja. Watu wa kwa shetani wanajua kutumia Biblia kuliko wa Kristo. Did you know that? Watu wa kwa shetani wanajua Biblia na kuitumia vizuri. Ukienda kwa mganga kule, mganga nilikwambia niliendanga kwa mama anaitwa Kanini, alinifungulia Biblia, hakunifungulia vitu vingine. Alikuwa anafungua hivi, ananisomea maandiko, anasema wagwana wamesema, si Biblia, wagwana wamesema. They understand. Uchawi wa kukanyaga udongo, unakanyaga udongo, wanabeba kwa manini zao, wanatembea nazo, wanaenda nazo. Wow, they know better. They come, hawaikuja tukunena maneno, wanakanyaga tu, wanaibeba, wanaenda nayo. Utashida hapo miaka yako yote ukingangana na ilibebwa na miguu mchaga. Sisi wa Kristo tukiambiwa tufanye hivyo hatufanyi. Tukiambiwa tufanye kama Joshua, mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Sisi hatuwezi, tunasema aliokigo kemwe. Mnataka kineno kimoja, lakini all the power that you need is in the Bible. Everything that you need, the manual for your life is in the Bible. It is not anywhere else. Because Joshua has been told, umeambiwa how to miliki. Joshua ameambiwa. It is not Joshua who was being told now. Joshua is not there. It is we. Tumeambiwa mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Na amemwambiaje? Usiogope wala usifadhaike, kumaanisha hata huko kuna watu. Na ndio kama amemwambia nini? Mahali popote mahali utakanyagisha miguu zako patakuwa kwako. Kwa hivyo kulikuwa kwa wenyewe. You must understand that. There is nothing for free on earth. Hakuna. There is no single land that is not occupied. Hakuna. No single land. There is no single business that is not occupied. Hata pesa hiyo kwa mfuko yako umeitoa kwa mtu. Ama si kwa mtu. Ulifanya kazi. Ndio nawaambieni endeni mfanye kazi. Pesa lazima unyaganyane kupitia kwa mikono yako. And that's why God knew it. I will bless. Yes, not the work of your mouth. You can sweet talk everything, but at the end of the day, ni nini tabarikiwa? Ni mikono, si mdomo yako. Unaweza kuongelesha watu wakupatie pesa mamilioni, but at the end of the day, ni nini tabarikiwa? Any success is blessed through your hand, not through your mouth. Hallelujah. Unaongelea wali ukizungumza maneno mzuri tamu tamu, ukiongea hivi pesa zinaanza kuanguka. At the end of the day, ndio naambia wale mnataka kuhubiri hii mambo ya kusema nyinyi ni watu wa hapa wa madhabahu, hiyo ni upusi. Ndio fanya kazi for you to be blessed. Kuna blessing utablessiwa na hapa, kuombea watu wapone, kuombea kupatia tu neno mzuri, lakini at the end of the day kazi ya mikono yako hakuna. Ama umefanya kazi gani na mikono? Ni kutouch? Ni mulawi? You have to work. He told Joshua to do it. Paulo mwenyewe, he worked to sustain his ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus himself, he worked. Alitembea na wafanyi kazi. He worked with brains to sustain his ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not, wacha kuwa lazy. God does not like lazy people. In fact, kuna vitu vitatu. Ni vitatu maniviwili Mungu anachukia. Ni nini? Ongea na Kikuyu. Ni gani? Ongea na Kikuyu. Mkikuyu na ongea na lugha yako kama ni Mkamba. Niki na kega ya thoire. Kigota.
na keguoya na moteo. Kiburi. He hates them. Bwana Yesu asifiwe sana. Why will he hate mtu ambaye ni mwoga? He tells Joshua, do not be afraid nor be dismayed, because he knows that the altar that the devil uses to remove people from succeeding. So whatever that is happening around you is all meant to cause you fear. Hiyo ugonjwa umeambia uko nayo, it is not there, ni fear. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Whatever that is happening around you, it is not there. It is an imagination. And they are causing it so that you can fear. And the moment you fear, you panic. And the moment you panic, you run away from God. You start seeking man. You start looking from one point to another point. Unaenda kutafuta watu wa kusaidia. Na katika kusaidiwa na watu ndio una lose your God. The Bible says, amelaaniwa yule anategemea nani? Anategemea mwanadamu. So they are all blockages ambazo umezuiliwa. Na umbiambiwa hii usifanye hivi, maana ukienda kuwategemea wanadamu utalaaniwa. All God was trying to address is fear. Do not fear. Be strong and be courageous. And the trees of the field shall yield their fruits, and the earth shall yield its increase. They shall be secure in their land. You see now? There is favor that comes with those people who do not fear. There is favor. Iyo kakasi kako mekaeka. Do not be spoken to by the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever you are doing, wacha usikubalishe shetani akakuzungumzie. Because shetani, whatever he is trying to speak to you, is you know to get this. That, and the trees of the field shall yield their fruits. That is what one thing anajaribu kusimamisha wewe usikue nayo. Number 2, and their earth shall yield increase. Those are 2 things that the devil is trying to fight you. When he instills fear in you, you are not going to increase. When he instills fear in you, in that business, you are not going to do the business. You are fear, utaiacha, utaifunga. Kumaanisha, you are not going to be successful. Hallelujah. So success inashikamanishwa na inatembea na wewe kuwa mjasiri. Kama wewe si mjasiri, basi success will not be on your way. Utakuja utanyang'anywa bwana yako ukiangalia tu na unasema nie twajua tutika. Nikula mwana ni ajoreri akoreri atia. Niwe wakorerie muthuri ucio. Si, kuna vitu zingine funny. Ate nie datigira mwathani ajoreri. Hapa umesikia Joshua akiambiwa ati mwathani atakuja kuwapigania. He is told, carry the weapons. Swaga watu kuswaga, I am with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Since the days of what? John the Baptist, the kingdom of what? The kingdom of heaven suffered what? And the violence is broken by? Yes. Hii urokole yenu sijui kule mulitoa. Ati mtu anakuja na kumumolea kioski na unakaa unasema, "Haki Mungu atakuona." Kwani akikuja huko Mungu hako akimuona? Sasa ndio Mungu amefukuka macho baada ya kumomolewa kioski. Mungu ni wa vita, kaiwa. Wa Kristo. Aisee wa Kristo. Naongea na wa Kristo. Walokole ambao mmeokoka kuliko Yesu Kristo. Someni Biblia vizuri. Biblia haina ujinga. Biblia ni maelekezo ya maisha. It is a manual for your life. Biblia chochote unataka, nyumba yako utaitengeneza vizuri using the Bible. Nyumba yako pia utaivunja vizuri kabisa kupitia hii Bible. Ukienda kwa waganga wanatumia Biblia. Ukienda kwa wale wa maina usijui what wanatumianga Biblia. All this they use the Bible. Hallelujah. Hata makanisa zote zimefunguliwa different. Hata hawa vileba za red na white na blue zote ni Biblia. PCA ni Biblia, Anglican ni Biblia, Catholic ni Biblia. Si kama unanielewa hivyo. Hata Quran ni Biblia. Niliona mtu mwingine akiniambia nitoe evidence ati Muslim walitoka Catholic. Nitawapatia. Muslim, they came from Catholic. That is why all what they carry and they practice better than us. The Bible is only they change it to the name of Quran.
vitabu zote za Old Testament ndizo ziko zinaiko kwenye Quran. They practiced better than us. They do better things than us. Rosari wanatembea nayo venye walifundishwa na popu wa kwanza, wanatembea nayo kwa mkono wako na kingine kamera venye walifundishwa na popu wao. Wanaenda Mecca venye watu wa Vatican wanaenda Vatican. Bwana Yesu asifiwe sana. They have vigils, and that's why they are so strong. Those two religions, they are so strong in fundamentalism. They control the economy of the world. They run the world. Saizi ndio wako, they are the mafioso. They have governments all over. Hallelujah. Nyinyi tu mnasema hapa mnaenda biguni wapi? Nani atawakubali? Nani atakubali mtu kama wewe? Uradhiku. Wewe mwenyewe hapa umeshindwa kuishi hii dunia. Kule ndio utaenda kuishi. Utaishi na nani huko? Na kuna watu already walijipanga. Jiulize tu. Huko unalia njaa, hauna pesa, hauna nini. Mikono uko nayo, akili uko nayo, kila kitu uko nayo. Favor ya Mungu uko nayo, uko na Mungu, lakini unalia njaa. Uko juu utaenda kukaa. Umefeli hapa duniani. Hebu jiulize tu. Kama umefeli hapa duniani, what are you going to do there? Do you even deserve to go there? No. You must change the way you are thinking. Christians must change. And this is a time to change. Na wanafaa kuchukuliwa nyahunyo. Wachapwe. Wajue wawe. Yani, unajua, you are carrying the blessing. You are the one carrying the blessing. But the people enjoying the blessing are not you. There are people from the other side. Wamekuwekea uoga mwingi. You cannot even think. Ile kitu naweza kuwa na ati apostle. Nimeota nilienda kufungua tu duka hivi. Nikafungua nikapata kufuri imefungiliwa kamba ka red. Na hapo chini kuangalia nikaona kama mayai ya kanyoni imevujikia hapo. Kuangalia tu nyuma hivi nikaona mfupa pale. Na ni ubwe ilikileta mfupa ikikula ikaacha hapo. Unafuka siku 3, unapoteza customer zote wanaenda. Na uko na power. But because you don't understand that what God is saying, amesema kuhusu wewe. Maana Mungu amesema wakati umeokoka amekupatia power. Power ya kuombea watu si apostle. Kuombea wagonjwa si kazi ya apostle na pastor. No, ni kazi ya mshirika ameokoka saa hiyo. Ukiokoka ule nitakuombea kama nikuombea saa hii. Kutoka hapa uko na power ya kusema pona katika jina la Yesu Kristo. Because it is not your name, it is not your body, it is not your authority that is healing. It is the name. The name of Jesus. It is not you. Si mkono yako. Hata hii unaonaga si mkono yako inafanyaka kazi. Hapana. Ni hiyo jina nikisema in the mighty name of Jesus I command healing. Inakuja. Because I just command the name to come. And the healing will happen. Hii mambo ya kushida mkirukaruka kwa mapasta ati osho no na wakahida inaraka. Wewe. Wacha hiyo puzi. Tafuteni Mungu. Mambo ya kuponyesha, kufanywa deliverance ni vitu vidogo sana. Kitu kidogo sana. Neno ndilo liko na power. Seek the word of God, and this word of God will set you free. Once you understand God, you understand the principles of God. You understand what God wants you today, what God will want you tomorrow. Where I am today, you will understand from the word. Where you will be tomorrow, you understand it from the word. It is a manual of your success. It's a manual of conquering any fear that is in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Where are we now? And they shall be secure in their land. That's point number 3. That your land will be secured if you have that covenant. And they shall know that I am the Lord. When without fear you understand the power of God. When without fear you understand the presence of God. Because when you are without fear, you walk with the presence of God. But when you are walking in fear, it means that God is not with you. God gives you confidence to stand and to walk. God gives you the power. Ukaingia ukakuta watu wanarusha wanapigana pale, your power is enough to go there and everything will stop because you have God with you. Mahali popote wana wa Israeli walienda, walishika, walikamata mji, walikamata maeneo, walikonga, wakamaliza watu, wakaondosha watu. Joshua alienda kutoka Ai, akaenda Bethel, akaenda Gilgal, kote alikamata. Na alikuta watu established people walikuwa huko.
walikuwa na serikali. Na mjui ni chapter gani ya Joshua aliambiwa nataka uniletee mfalme mwenyewe himself. Sasa imagine umeambiwa Ruto anatakikana hapa, kichwa si Ruto mwenyewe, kichwa ya Ruto iwekelewe hapa. That is what he did. Could he be able to do that with fear? No. He had already been inspired that you should not be fearful. Walk in courage. Walk in the authority of God. Walk in the power, because you will triumph over them and they will not hurt you. He went and captured the king na akaleta kichwa. Wakumbuka wakati Daudi aliambiwa ndio uchukue huyu msichana, lazima ulete sehemu nyeti gapi? 100. Ndio awaonyeshe I am with my God. What did he do? Alileta 200. Kaekelea hapo. Kauliza uniate yogemo kwa dajike. Because he was with his God. He had the confidence. When he saw Goliath, alienda kwa Goliath despite everybody ambao walikuwa wamejawa na uoga kumwambia huko wewe, alimuita kaubwa. Hata ndugu zake walimdimini, baba yake alimdimini, because they thought he would be just hata huzwa atafanya aguke. But this man knew I have God in me. This man knew that I am not the one. Akamwambia Goliath, wewe unakuja na nguvu na silaha zako, lakini mimi nitakuja na Mungu wangu. That is all what you need. You are equally powerful than anybody. Shetani hana mamlaka hata kukuzungumzia. Shetani hana mamlaka hata kuongea karibu na wewe. He has no power. Lakini anakolia wale kayali ogeteine na huai dona hesia na gya kulia muraire na ngaragu roshini hauja kula hata breakfast na hata lunch, ndio hiyo unaenda hukuli na nyumba ndio hiyo imewekwa kufuri, alafu kuja kuniambia anakolia wale kayali ogeteine gayoreko. Huyo Mungu wako siwezi mtaka karibu na mimi. Nilale njaa, niko na Mungu. Nyumba ifugwe, niko na Mungu. Watoto wangu wafukuzwe shule, niko na Mungu. Hapana, there is something wrong. I have no God. God is not a God that fails you. He's a God that walks with you. He said, I will walk with you. I will be with you. I will never forsake you nor leave you. Why did you? Mbona watoto wako wakafukuzwa? There is a mistake. Mbona ukafungiwa nyumba? There is a mistake. Mbona kazi yako ikaanguka? There is a mistake. Mbona hii kifanyika? Mimi nikijua hapa tukigogwa, nikisikia kitu ambacho kimenitetemesha, najua it's me. I'll go to the mountain and address the issue. Siwezi kusema ati unajua nakolea wale gayale geteine dalile gayale geteine, and he gave me dominion and power to subdue the earth. How will it that the earth has refused to be subdued and got the power? Nimepatiwa mamlaka ya kukanyaga nchi na niikalie. Akaniambia kila mnyama, kila mti, kila ndege, vitu zote mpaka samaki wa majini, zote ni zako, utajiri ni wako. Imekuwaje basa utajiri sasa naanza na uonea kwa vyo sasa? Nikumaanisha si yuko na Mungu. Si yuko na Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda Dubai hakuna teli, ni mchanga tupu. Lakini kuna kuzwa matunda. Ukienda Israeli hakuna mchanga, ile iko Israeli ilitolewa Kenya. Na kampuni inaitwa H-Young na kampuni nyingine inaitwa Solomon. Ndio walibeba mchanga wakapeleka kwao. Hiyo matunda tunakulaga ile tunasemeka hii ni ya Israeli. Imetoka kwa mchanga ya mama yako. Na wewe hata nyanya hauna. Ona thukuma dokoleti hakuja. Vya kwa laini kulia thukuma cia sewage. Choke ujirega ya leo giteine gitekireko kire indo cia sewage. Nigetekireko ucio no ucura nigayure kura gwetekerio kare mai. Si kubaga Nairobi tunakula ni ya sewage. Ada Nairobi mume adothomed very thomed. Mnakula chakula wapi? Ya sewage. Na hiyo kisomo yenu. Na gayo yenu huyo anakuwa kwa kiti, huyo si Mungu. Huyo si Mungu. Nakwambia kwa ukweli, huyo si Mungu. Mungu ni wa baraka. Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa kukuinua. Mungu ni wa kukufariji. Mungu ni wa kukusaidia. Mungu amesema nitatembea na wewe licha ya kuwa kutakuwa na gugumizi. Amemwambia hata kama utakuwa kwenye kitanda cha ugonjwa, I will still be with you. You are not going to die. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never lose a battle when you are with God. Joshua never lost a battle.
He kept the promises of God until that day. Waliambiwa msichukue kitu, wakaenda vijana wawili wakaiba, wakaficha. What happened to them? Walipigwa vita, walitumwa watu 3,000. Walipigwa vita mpaka wakarudi kuinua madhabahu kuuliza Mungu, "Neko toko heteirie." Ukiona umegogwa, enda kwa Mungu muulize, "Ni nini nimekukosea nayo?" That is what I normally do. Wacha kukimbia kanisa hiyo ingine. Wacha kukimbia kwa Ng'ang'a ama kwa Harrison ama kwa nani ama kwa Mackenzie. No. Ukiona umegogwa, nenda kwa mlima, uliza Mungu, "Ni wapi?" Neha, wadekereria niki. Ulisema hautaniacha. Musa alimwambia kwanza, he needed confidence from him. Akamwambia, "I will go if you do what? You go with me." Because he knew when I go with my God, I'll never lose a battle. When I walk with my God, they will never touch me. Because my God is my shield, is my provider, is my protector. But the day you discover, umegogwa round 1, umegogwa round 2, umegogwa round 3, nenda uambie shetani ya kuacha kidogo. Wewe ndio ukatafute baba yako wa mbinguni. Wezi kuwa from day 1, day 2, day 3, day 4 no korera tu maithori mwaka wathira kirira uria twacamanie nawe January no gurarira gakuo karia wikiraga turenda kuonira tutatu wikiraga ugiuka kanitha no tu wikira kuma January nginya December. There is something wrong. Kuna kitu wrong. God is a God of promotion. God lifts you from one level to another level. If you have not moved this year, hauja move from any level, you are still stagnated in the same level ile ulikuwa tukianza January. Enda kwa mlima tafadhali, na ndio niliwaambia mfuge. Sikuambia msikule chakula. Kufuga sio lazima ukose kukula chakula, ni kujipeleka mbele za Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine ukiwaambia wafuge wanakufanya tu na kuwa adui yao. Hii kanisa kuna watu ukiwaambia sasa tufuge kabisa, wanakuwa maadui. Watu walikuwa nakuja wanakuita apostle, leo umenena neno mzuri sana, umebarikiwa, wanakulenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Learn to find God. Tafuteni Mungu anapopatikana. Mtafute. You don't look God because of your apostle. Don't look for God because of your pastor. You don't look for God because of a church like this one. It's for your personal benefit. Umesikia nini? The increase of your fruits itakuwa, the earth ita yield, shamba itakupatia, kwa maana you are walking with God. And that is all that the devil has been looking for, to make sure you are not walking with God. Cause fear. Cause fear, you don't walk with God, and they shall be secure in their land. So hautakuwa ukipanic, ukifuga nyumba. Wangapi wamekuja kwangu? Wale wamekuja kwangu, if you have been become kwangu, inua mkono, acha hakuna mtu atakuchukulia vibaya ati ulikuja kufanya nini. Huyu Nancy amekuja, Beatrice amekuja, hata Belita amekuja, hata Doni amekuja. Kwangu hakuna fence. My house is bigger than the houses in Muthaiga. Bigger and good and smart. But there is no fence. I don't trust in fences. Lions zinakujanga zinakaa kwangu because I trusted my God with my security. All the time umesikia lions zinakuja Rongai, zinakujanga kwangu. Enda uangalie hiyo picha kwa video, zinaone uko ndio kwangu. There is no fence. Na zinakujanga 4. Last week zilikuja 4 zikalala hapo nje mpaka asubuhi. Na zikaondoka zikaenda. Hello? Yes. And there is no fence. Lakini kuna watu wengine kama hawa lazima aweke fence, aweke stima, aweke waya ile imeroru hivi, alafu andike na CCTV aweke, na aweke mlango pale gate 3 ndio uishi mzuri. No. Na dogi kama 20 zinakula mpaka unashindwa ni nini. Na watchman yako hapo. Na bado unaishi unakaa kidogo na kasimu umeweka mpaka CCTV kwa simu yako kuangalia ni nani anaingia ni nani anatoka. No. That's fear that has been put into you that you can never see your God. Hallelujah. Unakuta ni mimi ni mchungaji lakini niko saizi niko kwa wanaume, mmoja amesimama hapa, mwanaume mwingine amesimama pale, mwingine pale kwa mlango pale kwa huko, na mwanaume mwingine amekaa hapa na mwingine. So which God am I preaching? If I cannot trust himself in his house, what kind of a God am I trusting? Ninachungwa kwa nini? What crime have I committed? Why have I to be protected from you?
Why? There is a big problem. I have a problem. That is why I am preaching you the word of God, the word of success, the word of winning, the word of conquering. But myself, I've been conquered by fear. That's why I need a bodyguard here, a bodyguard there, a bodyguard here, a bodyguard here, and a bodyguard here. Alafu hapa nyuma niko na buduki. So, what kind of a God am I preaching? How many times are you going to die? Let me tell you one thing. The day of your departure from earth, it will not exceed a second. No matter what you do. Hata uwekwa kwa mashini, uwekwa kwa ICU, ukorogwe, uwekwe damu mpaka ya nyoka na ya chura, you are going to die. If it is 2 p.m., the 10th second of the second minute, that is the time you are going. Kenyatta was guarded by elites from Israel. But he departed. One of the soldiers, anaitwa Jogona, alijipiga risasi alipoambiwa Muse amelala. Because his role was to stand, achuge kifo isiingie. Akaambiwa kifo ilikuja na ilibeba Muse, alikula risasi. Asiulizwe Muse kifo ilipitia wapi? Why? It means there is a short. Kuna kitu ambacho ninahubiria watu ambacho si ambacho mimi nafanya. That is why nahitaji bodyguard. That is why I need people around me to guard me, because I am not right. If I am supposed to die here because of preaching to you, I am all right with God. Hallelujah. I'm all right with God. I will be in my work, the work given me by God. Lakini nikikuita niweke huyu ni bodyguard, kwani huyu hawezi kukufa? Yeye yako na shiko ya chuma. Yeah? Niambie tu, huyu ni security yangu. Ako na shiko ya chuma. Sasa huyu security yangu ananichuga. Kukigia mahali sababu pale amefuga bomu hapa. Security wangu atanilida. Si atakuwa kijirida yeye mwenyewe akitafuta veje atahepa. Ama umesikia kuna security guard amesimama kulinda kiongozi yake na anaona hii ni bomu inalia twing 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 twing. Hapo hauwezi taka kujua kama uko na boss, ni kutafuta venye utaondoka. Mtaogelea bereni kama atasurvive. Sasa hiyo ni security gani ambayo haiwezi kunisuia nisikufe? Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am not walking with God. Business, we have lost businesses opportunities. Because we don't walk with God. We don't involve our God in our businesses. Angalia Muislamu sahi. Saizi ni saa 7, ni saa 8. So, Muislamu as we are talking, saa 7 kamili alifuka duka na akaenda kwa msikiti kusema Allahu Akbar. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku asubuhi saa 2, saa 11 asubuhi alifanya, saa 2 akafanya, saa 7 akafanya, saa 11 atafanya, saa 2 usiku atafanya. Wewe ni ukiomba sana ni wakati umelala, naambia Mungu unajua. Na nikutandika natandika kitanda. Natandika. Father, in the name of Jesus, I bless you. Sasa una bless Mungu na nini? Na usikisi yako, na ujiga yako. I bless you. Walk with God always. Not one time, not once, not twice, but every single moment walk with God, and God will conquer every fear. And every demonic power against you will be conquered, will be destroyed, because you have friendship with God himself. Build, jenga urafiki na Mungu wako. When you walk with God, he will never forsake you. When you walk with God, he will win every battle that is ahead of you. When you walk with God, he conquers them that want to conquer you. When you walk with God, he wins every battle without you being involved. God will never involve you. He told in the book of Deuteronomy 7, usitoe kwanza. When he tells in the book of Deuteronomy 7, says, when I will take you to the land that you are going to possess. It is the Lord your God. When I will, the land that you are going to possess, that is occupied by 7 nations, mightier and bigger than you. Not just a nation, 7 good nations that are mightier and bigger than you. When I will hand over them to you. Hallelujah. Do you hear there you going fighting? No. When I will hand over
them to you. Him will hand them over, not you going fighting. Atemogo, nimewamaliza, nimewakanyaga, tutamkanyaga, ati ni shetani, utamkanya. Shetani si kipi, asi walika yako. Shetani hata mbinguni anajulikana, na anaendeka kuuliza ruhusa kufinya. Ati tutamkanyaga. There are nations 7 times mightier and stronger than you. When God your Lord hands them over to you, when awachukue 1 2 3 4 5 6 7 awachukue, he hands them over to you. That is the time you will act. Then that is the time you will conquer them, destroy them, and smite them. But before that, tamkanyaga, before you tamkanyaga, ukienda pale nje utakuta anakuambia rudia ile maneno ulikuwa unasema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuta amekufanya tu madharau tugine. You cannot imagine. Utakuta gari yako imefungwa na kajo. Sasa hiyo hakuna tu pesa kwa mfuko. Sasa hiyo ndio unaitisha maombi, inakataa kuingia. Unaanza kutusi huyo mtu. Nyinyi mkuage na akili. Si nilikuwa nimeenda hapa tu kidogo dakika 15. Wewe hauna akili wewe. Na hivyo tu ndivyo Shetani alikuwa anataka. Uambie mtu hana akili ndio Mungu wako akuondokee. The day you learn to defeat the devil by his own tricks, by staying put and increasing your faith to God. Me, I live and walk in faith. If I want to tell you tomorrow I'm going to build a 100 million house, believe me, I will start building without single coin. Without single coin, I will do it. Hallelujah. I'm one person who will never fear, no matter who you are, what you are. I don't care. Kisema utaniua na kuuliza tu swali moja, shingo yako ni ya chuma, yangu ndio ni ya nyama, yako ni ya chuma. Wewe huwezi kukufa. Because I don't fear. I know my God can smite you. I know my God can just stop you from where you are. I know my God does not need a lot of things. You need only to switch off your heart without lifting a finger. Just a swift. Dakika kidogo nione ambulance hapa. Ukipelekwa Nairobi hospital. And remember when ulikuwa umenikujia, utaniona, utajua mimi ngoja, mimi nitaambia Mungu wangu sima. Abraham alipatiana mke, akasema ni dada yangu, because of fear. But because of the covenant he had with God, God protected the covenant, not Abraham. Otherwise Abraham angejeruhiwa vita ingine baya sana. But he had a covenant with God. Stick to this word covenant. Have a covenant with God. When you have a covenant with God, God will fulfill. Una imagine sasa wewe ni bibi yangu alafu naenda nakupatia kwa huyu jamaa, na unajua ni uko heana dako heana ati huyu ni sister yako, wacha akae hapa ndio ni secure security yako mimi niende. Had it not for the covenant, hiyo mama si angefanywa mambo mengine na angechukuliwa, kwa sababu that's a king, ni mdhamaki, na mdhamaki ako na power ya kuchukua na angebeba. In fact immediately hata kabla mzee hajatoka kwa gate akienda hivyo, mzee alikuwa amesema kapeleka huko juu. Uzuri ni covenant. There was a covenant of peace between Abraham and God. Wakati alienda pale Bethel kutoa yule mtoto, ni Bethel ama ni wapi? Ni Bethel, kwenye mlima Moriah. Hapo ndio kunaitwa Bethel. Ile covenant anamwambia I will always be with you. Nitakuimarisha kama nini? Kama mchanga wa baharini, na utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. He gave him an assurance. I will never forsake you or leave you. I will always go with you. You will win every single battle wherever you go. You will conquer whatever you go because I am with you. Na wakati ilifika, the day ilifika yake Mungu kujioneshana out of the agreement. Out of what? The agreement. So God will come to you out of what? The kind of agreement mumeandikiana. Mungu atakuja kwa biashara yako because of the agreement ile mumeandikiana. Mungu atakuja kwa ndoa yako because of the agreement ile mumeandikiana. Mungu atakuja kwa kila chochote. Kanisa kama hii atakuja kwa kanisa kama hii because of the agreement ile tumeandikiana na Mungu. Abraham alimpatia na bibi, lakini wakati Mose alienda kujishikilia tu kidogo hivi, mdhamaki wa huko
stima ikasimwa. Kukakuwa na blackout. Blackout hazi kuanzia Kenya, zilianzia huko. Kukakuwa na blackout. Mzee akashindwa nige kwa dina mbele. Akaita mpaka wanabii, akaita wachawi na magician wakuje wajaribu kuangalia ni nini. Mzee akanaambiwa hebu kwenda jaribu ile tikatika. Kienda huko tikatika inafanya na inalima vizuri. Akirudi hapa anatoka huko bio kabla anakuja hapa inazimika. Akaenda hivyo akasema hapa there must be something. That is when the magician walimwambia huyu mke ni wa nani? Huyu mtu ni wa nani? Ati ni sister. Hapana, huyu ni mke wa mtu. Na hawa yule Mungu wako na yeye hauwezi ukamshinda. Fika wakati watu watasema huyo Mungu ako na yeye hakuna mtu anaweza kumshinda. Fika wakati watu wataona Mungu wako kwa lolote unalolifanya. Reach a place where they will see your God. Do not ati Mungu akauza na Mungu wao wako wapi? Yaani hii mambo yote imefanyika, where is your God? God is still around, but you don't have a covenant of peace with him. The day you make a covenant of peace, you raise an altar of peace. Then this altar will fight for you in whatever situation. Because of the altar of peace ambayo Abraham alifanya na Mungu, wakati Jacobo alikuwa in trouble, God appeared to him because of his grandfather. When Isaac was in trouble, God appeared to him. When David was in trouble, God appeared to him because of the covenant ambayo walikuwa nayo na Mungu. It is all that you need. You don't need a lot of things. You need the covenant. You need the altar. You need the covenant with God. The covenant of peace. That is only that which will make you strong. That is what will make you win battles. Battles are never won by prayers. Jehoshaphat aliwaambia watu wa fast na wa raise altar. Battles are won in altars. Ni katika madhabahu vita vinashindwa. Si linae likanda limokonda limasaya. Hapana, kelia na makuta na makata. No. Hiyo ni kitu. There is nothing. Go read the Bible correctly. When from Genesis to mpaka mwisho, battles have been won because of altars. Because any battle is an altar. And an altar is not defeated by your body. The altar is defeated by what kind of an altar that is operating in you. Mahali popote Joshua alienda waliinua madhabahu. Mahali popote Musa alienda aliinua madhabahu. Mahali popote Isaka alienda, Jeremiah alienda aliinua madhabahu. They conquered. Elijah wakati hawa manabii wa Baali walikuja kwa sababu ya madhabahu yake, aliwaambia akisheni choma moto wake. Wajamaa hata walijikatakata because nothing was, they were trying to raise, kumwaga damu wainue madhabahu yao iweze kuakisha moto. But walikuwa kwa ardhi ya nani? Walikuwa kwa ardhi ambayo ilikuwa dominated by Elijah. You can never. Hawezi kuja hapa na madhabahu yako nishinde. Never. Hawezi. Dokanagerie. Na hiyo mthiana totoro gitura muthiana tu. Kanitha-ini ate mnaenda kusimasima. Hapa usijaribu. Hapa mimi najua kutumia madhabahu. From the other side nilitumia madhabahu, hata sasa natumia madhabahu. Because I know my God liveth. I know my God. The strength is where my strength is. It is the kind of the altar that is operating in you. The kind of a covenant. An altar is a covenant between you and God. Ni maagano. Mimi niliagana. Ndio nifungue hii kanisa. Tuliagana aje na Mungu. Nilimwambia aje. What is the conversation? What is written? Kuna kitabu pale biguni kimeandikwa jina yangu hapa na jina ya Mungu. Alafu kumewekwa muhuri ya wakili, notary. God, that is what God protects. It is not how you do it. Hakuna mtu amefanya makosa mingi kama generation hiyo ya Abraham, but God was protecting them because they had a covenant. What is your covenant? Muulize mwenzako, do you have a covenant with God? Amekujibu? Bumuulize amesemaje? Iko? And why are you suffering? Hii wiki peke yake umeambia Mungu, kwa nini umeniacha? Mungu wangu usiniache. Mungu wangu kwa nini umeniacha? Alikuacha kwa nini? Yesu agotigeta niki amekuavoid kwa nini? What has happened in your life? What has happened with the covenant, the agreement you had with God? Ilienda wapi? He said, alikwambia, I will never forsake you nor leave you.
hata ukiingia kwenye bonde la mauti bado nitakuwa na wewe. Why are you crying? Uliza your neighbor, why are you crying? Unaletio neke huko mutinoka muko mutioke tani ndo akonyeda mukite gukuto ni muraigwa kwena deliverance. Ni ulio kama teto ni maisha. Ala mathiete kwa manyuro matithiete ni ndo akiugo. Huko ni miracle. Oraro, sijui unasanga oraro, sijui ni oraria. Wale wameenda kwa Mackenzie, walienda kwa Mackenzie because ya nini? Ya muujiza, not because of an agreement, not because of a covenant. Ukiona ukitapatapa from one church to another church, you don't have a covenant with your God. Because if you had a covenant with God, you will just go and revive, open the book and tell God, this is our covenant. What is happening? You have something, a reason to go to God. You have a petition you can take back to God. Lakini ukajikuta kwa Waruinge leo, kesho utakuta kwa Mwagi, kwa Mwaneki, kwa nani, mpaka ujikuta Shakahora. Huyu mtu mimi namheshimu kidogo. Aliona hawa watu wamehangaika sana. Kabisa. Fast to death. Uondokee shida. Kwa sababu wewe ni mjinga. Una imagine umetoka gari kutoka Nyere, Murang'a huko, uende mpaka huko, uende ukafastie huko. Why can't you do it at your place? Kwa hakuna mahali unaweza kufast ndio ujipeleke huko. Alafu uende ukasema ati alikupeleka kwa shade, alikulipia tiketi. Because you don't have a covenant with God, that is why they will take you wherever they want. They will push you to any direction. Watakutumia venye wanataka until wakiona umeisha value, they throw you out. Mtu mwenye hana covenant is valueless. You don't have any value. Mtu mwenye hana covenant with God will never force himself to you. You must raise a covenant to you, to him. God will never come. Rhoda, I want to have a covenant with you. No, you have raised it. You have to raise it. And they shall know that I am the Lord when I break the bars of their yoke. So when you have the covenant of God with God, they break every bar of any yoke inavujika. Because of the covenant you have. Hakuna mzigo ambao shetani amekubebesha haiwezi ukavunjika, itavunjika automatically. Wakati Lutu na walikuwa na Abraham, baka Lutu kakakuwa ndio kanalima ndio kanafanya kazi. Ndio kafanya mpaka akafika kakaangalia mzee, kakaona mzee ni kama ni mjinga, ni chizi. Kakauliza mzee, hii kondoo yote ni mimi nimeshuga. Hii ng'ombe yote ni mimi nimeshuga. Hii makamia ni mimi nimeshuga. Wewe unaendaga kucheza karata pale na wasee wengine. Ulitaka wilada ashika na mzee. Akabia wewe mzae wachana na mimi. Mzae wakati alifika mwisho akakumbuka, I have a covenant with God. This boy does not have a covenant. What did he tell the boy? Go pick anything you want. Go with it. Take it. Kakijana kakasema this is the opportunity. Kalichukua zote nzuri, kakawacha tuviwete. Mabusi zinaenda hivi. Na wakahama wakaenda upande ya Sodom. Musa akawacha upande kuna mawe, pale chini pale kuna mawe. Musa kule alienda, buzi zikaanza kuzi. Huyo ni fear. Hiyo ni fear. Ni nini? Dakika 10 mtulize tu. I give you some time mtulize tu. Kwa sababu tubu sasa ni surprise. You see? And they say, and they shall know that I am the Lord. When I break the bars, he will break, not you breaking the bars. Not you breaking the challenges that are happening in your life. Not you causing things not to work, but him causing them to work. Him stopping. Him breaking the bars of your life. It is him. And deliver them from the hands of those who enslaved them. He is the one to remove you from the yokes of slaveliness. Not you got an image. Nakata mikanda, nakata rabai, rekotokoraba. No, it is God himself. He told them in Deuteronomy 7, when the Lord your God delivers, when the Lord your God
delivers them to you. It is not your role to go and deliver. It is him to deliver because you have a covenant. God will never forsake you nor leave you. You can only forsake God by abandoning God because of the fear that you have. Do not be afraid nor be dismayed. Do not be discouraged. Fight the fear that is in you. Conquer that fear. You are a winner already. You are a conqueror already. Fight it. You will win. Conquer them. Do not be intimidated kwa sababu msee amekuja na umesikia ako na msichana na huko na akamsichana msee arudi nyumbani. No, don't fear. Go in your house in the bedroom. Simama hapo muite, anaitwa Kenya ajui. Kenya ajui. I command you in the name of Jesus. I want you right now here. He will come. Tuliambiwa na walimu wenye walikuwa nasema wanafanya huko. Kamuchaka tu jifu. Anamuita Kenya ajui. Na ako kwa nyumba. Na ni saa 9 usiku. Kenya ajui. Before ukule breakfast yako, mimi nikule yako. Before ufikirie familia, mimi unifikirie. Before ulipie familia nyumba, ulipie yako. Before ufanye, alafu nasema I call you here. By 6 that mzee atakuwa hapa. 6 that ule aliitwa. Sasa huyo ni mchawi, ni mganga. Sisi tuko na power. Why can't you call huyo kijajui ukuje hapa kule ati ni tamakadira amenyamaza. Yebo nitamaka mkai. Kai tu kai anogo. Kana kuila mduli wako. Nitakaombea kakae na huyo mzee. Ni mjinga. Nitakaombea kakae na mzee vizuri. You got the power, it is in you. The power in your mouth. To speak power. To bring them back. To command, you got it. Matigane. Jesus, make sure they stay together. You understand, you got it. You don't need to go to a pastor to ask the pastor. Get into the bedroom, lock the house and command. The father of my children. Hey, the bone of my bones. When your bone? Me, the bone of your bones. Come back home. Within 10 minutes, the bone was like, hey, my dear, babe. Babe, nimetoka tu Mombasa. Na hii ndio pesa ile yote nimetokoma. Anakuwekalia venye anafanyanga kwa kadogo dogo ndio atafanya. Because until you understand that you got the power. And you can only be able to understand this power if only you know that you have a God that lives and you have a covenant with him. If you have a covenant with God, it means that you will never walk in fear. You will never be shocked or nothing will touch you because you know my God liveth. My God is with me. I have a covenant with him. They shall no more be a prey to nations. Hallelujah. I don't know whether you're understanding. These are point after point. That they shall no more be a prey. You will never be intimidated by anybody. Hautakuwa chakula cha mtu. Hautakuwa kitu cha kudhulumiwa. Hautakuwa mtu wa kuteswa. Hautakuwa mtu wa kunyanyaswa. There is nobody on earth who will be able to intimidate you because of your God. Nor shall the beasts of the land devour them. Hata hutaweza kukuliwa. Sasa angalia, umeweka fence, umeweka kila kitu, ati ndio wanyama wasikuje kwako. And the Bible says you need to live and walk around with them because they have a covenant. Every animal has a covenant with God. Ama hujui? Hujui hivyo? Every animal, they have a covenant with God. And their God protects them. Well, umekutana na busi imebadilisha nguo? Umekutana na busi imechafuka? Halafu uliwasha mani na dhia inageko? Kana kama ushoroge. Because their covenant is intact. Hallelujah. The covenant they have with God, it's intact. It has not been devoured. But your covenant has been devoured by you. You have no relationship with God. You have no covenant with God. You are not walking the way God wants you to walk. That is why your covenant was broken. That is why you are always crying. That's why you are always at war with yourself. Hallelujah. Because you've been burdened to situations that you don't understand.
They shall dwell securely, and none shall make them afraid. That you will forever dwell securely, and none, and I will provide for them renowned plantation, so that they shall no more be consumed with hunger in the land. Kuna mtu aliniandikia message ati haki ya Mungu leo nitakufa, na mwadikiaga kufa tutakuja mazishi. Ati sina chakula, nimelala Biblia chakula leo Biblia. Soma Biblia ikueleze, and I will provide for them a renowned plantation, so that they shall no more be consumed with anger in the land. That there will be no anger. Dokaga wera. Kedo kenini kujishikilia tukakazi kadogo tu. Hata kama nikakinyozi unaona kanaleta pesa. Unaona mtu anatogogyo kutoka Thika, baka anakuja Mukuru kwa Ruben umunyoe tu kwa sababu amebeba pesa yako. People will be commanded from all quarters of your life to come and feed you, because there is a command out of the covenant. There is what? A command out of what? The covenant. A covenant with God is supreme to anything that you have. A covenant, ile marriage yako, the covenant mulifanya na Mungu, ile marriage, that covenant sustains it. You don't need to seek a pastor to come and pray for you. Hallelujah. And they no longer suffer the reproach of nations. Hautapata maibu. Hakuna utachekelewa. Atiangalia huyo mama amekaa. Huyo mama. Because there is a protection. This is now to win a battle by conquering the fear, by invoking God's covenant alongside with you. And they shall know that I am the Lord their God with them. You see, they shall know I am the Lord their God that is with. That it is? Am I talking to? That is with? Yes. I did not hear you. That is with? Yes. That is with me, not us. God will never walk with you. Us. God is not the God of us. God is my God. It's me with me, and God with my God. And a covenant I have, it's me with my God, not with us. Hallelujah. Make a covenant yourself with God, because He knows, He understands you. He will guide and take you to the direction He wants, because of the agreement you have. That is how He's going to protect you. And they shall know that I am the Lord their God with them. And that day, the house of Israel are my people declares. It is a declaration from God. When you have a covenant with God, it is a declaration. So where there is a declaration, it is because there is an altar that is standing. And you are my sheep, human sheep of my pasture. And I am your God, declares the Lord. He declares, I am your God. So why are you crying? Why are you looking? Why are you jumping up and down? Why are you not stable? If your God is with you, why are you not stable? Why are you struggling in life? You are struggling because you don't have a covenant with God. The day you realize a covenant with God and walk according to God and according to the covenant, then you are going to succeed. You are going to win battles. You are going to conquer them who are fighting you. It is not in you to fight. He is there to stand and walk in a direction of His will, protecting and covering you the way He wants you to live. He has created us to live His own way. He has created us to succeed in His own way, in His own platform. It is not your education that will make you prosper. It is not the family you are coming from that will make you prosper. It is not the determination, the hard work that will make you prosper, but a relationship that you have with God, the covenant. Covenant, God works. God is a God of covenants. He walked with Moses on a covenant. He walked with Abraham on a covenant. He walked with Jeremiah. He told Jeremiah, he touched his mouth. That is when he made a covenant. He said, before you were born, I knew you. I set you apart. I sanctified you. And I ordained you to the nations. But again, because he hadn't made a permanent, a visual covenant, then this boy started misbehaving. He told God, I cannot do it. I'm a child. That God realized, I have not sealed the covenant.
Then he comes to him. He touched the mouth and put his word on the mouth. From there, this man operated on a covenant, not on himself. Until you start operating on a covenant and stop operating as you, as Mwangi, as Karanja, as Otieno, as Anyango, the day you are going to remove you and then God puts himself into you, that is when you start operating on a covenant. Ask yourself, am I operating on a covenant? Has God removed? When Isaiah was to be sent, his mouth was put what? Yeah? Yeah? Speak. His mouth was put what? Not a covenant. Makaa moto. Kwa sababu Isaiah alikuwa mtu wa mshene kama nyinyi. Si nyinyi warokore. Isaiah ni mtu alikuwa wa mshene. And the only thing God could do, it is to put fire in his mouth. So instead of producing moshene, and produce the fire of God. Hallelujah. Ask God to burn the moshene in you and put his fire so that you can be speaking fire. You can do in fire. You walk in fire. You live in fire. You move in fire. You do everything in fire. But the day you discover what is coming out of you, ni yule mama venye alikuwa amevaa, ni yule mama venye alikuwa anatembea, ni wale wa mama wameingia kwa apostolo, ni wale wa nini wamefanya, ni wale wa nini, ujue wewe na shetani ni kitu kimoja. You cannot be able, God will not allow you to be a missionary person if he has put his word in your mouth, in his mouth, in your mouth, sorry. If he has put his word in your mouth, whatever will be coming from your mouth is his. But if you discover, hallelujah. So the day you find whatever, that's why he said, meditate on this word. Make sure this word will never depart from your mouth. That is how God empowers you to be walking within the covenant. And that is how to disseminate fear. You see, Jeremiah already alianza kuzungumza in fear. I cannot be able. My Lord, siwezi nitawapiaje? Then he rushed, from today don't say I'm a baby. Say what I will be sending you to do. You'll be saying what I send you. Why? Because alitoa hiyo vitu, hiyo defeat, hiyo fear, akaitoa mara moja, akamweka moto na akamweka maneno, akamwambia, wherever you will be going, this is the word you will be saying. Look at yourself. Ask yourself, ni maneno ya Mungu naongeaka ama ni maneno ya mama wa maji, mama wa maziwa, ama ni mshene? Waragia deto iliko. Naongeaka deto maneno mengi sana. Have you ever sat down to discuss a person with him? Kama umewahi kukaa chini mkaanza kusema huyo mama unaona venye amefaa, venye amekaa, you are a devil's agent. Wewe ni agent, kwa sababu ile maneno umewekwa si ya kusaidia, ni ya kuua. Ukisikia maneno yako yote ni masegenyo, ni mazungumzio, fulani amefanya, fulani ameenda, fulani amekuwa, walikuwa na kuzungumzia, na kwa apostle unajua huko kunaenda, huko, hiyo sasa ni maneno ya shetani. If you entertain that, amekuja kukunyang'anya the privileges of the covenant. Amekuja kuiba, kuchukua hizo. Na the moment zikienda zifike 45% kwenda chini, because God will look ukiminus. Mungu anakukubalisha tu uminus. Unaenda ukiminus until where it is not going to be attainable. Ndio unaachiliwa. Unawekwa matohoho. Kuna duma hapa leta huko na matohoho. Watu unamuona tu hapa lakini ni mwenda wa simu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwona mtu akirukaruka hapa kienda twende Sayuni, twende Sayuni, lakini hakuna Sayuni. Mdomo imejaa takataka tupu, ni machura na mafisi zimekaa kwa mdomo. Ile na makrokodile. Atini? Crocodile. Imetokea wapi hiyo? Kwani uliota ndoto na crocodile ikikula vitu zako? Get us for God gave us a spirit not to fear, but the power and the love and the self-control. There are three things that God has given you there.
a spirit not to fear. Number 1. And number 2, the spirit of power. And number 3, the spirit of love. If you have those 3, and lastly, the spirit of self-control. A person with self-control will never speak ill of others. A person with self-control wins battles with just comfort. Utakaa tu chini, utashinda vita, hautababaishwa. Ati walisema, wakasema, si manyuru wamezunguka hapa, wamejaribu yao yote. Nimewaambia ati tufugeni maombi, tuende mama. No, nilimwaga, nilimtumania nikamwambia, nitakutumania kwa kibuyu kama mafuta mingi. Hiyo limwaga nikachupa kadogo. I know my God. It is my God who sent me here. Na akinituma hapa alijua ako hapa. Akinituma hapa alijua fibo ya Musa iko pale. Akinituma hapa alijua the glory is there. Akinituma hapa alijua kuna Shekaina. Akinituma hapa alijua kuna watu wa madawa za kulevya. Akinituma hapa alijua kuna waganga, kuna wachawi. Akinituma hapa alijua pia kwa waganga na wachawi watanifuata na watakuja madaka kanisani wakiwa washirika. Alinituma na akaniambia, do not be afraid nor be dismayed. Yes. Ndio nakuja hapa nasimama na hubiri bila uoga. Na hakuna kitu nitajibadikilia ati ndio munipende, mnanipendea nini? Kwenda huko. Ndio katafuta mtu akupenda. Mimi usinipende. Mimi nitakoka injili venye ipo. Wakati nilijua siri ya kutafuta mali ni hii mkono, si hii mdomo yangu. Nilifungua makabuni, nafanya kazi mzuri. Kazi mzuri. Kabuni yangu moja na nitengenezeka milioni per month. Digathe na nginya ruciaro rwakwa rwa 20 rwa 30 rwa endless generation, I will never be poor. Sasa mnaniangalia vibaya kwa nini? Nani amekuzuia? Aspire to be that. Aspire to be a billionaire. Aspire, and na utajiri yako si utajiri ya kuandikia mawashimani. Unaandikia washimani utajiri yako ya nini? Ati ya kuchuge? Hapana. Kama mali yako ulitafuta na vizuri na amani, wacha ikupatie amani. Tiatenesho utageria ile ya geti, polisi wakuja, polisi wanakuja wanakuchukua shilingi 20,000. Ukakaa kidogo, wengine wanakuja wanachukua shilingi 5,000. Utajiri yako ni ya kukula ni wewe na watoto na wale ambao watakupendeza. Wale unaona ni vizuri usaidie community. Yes. Tiatenesho ile ya utoga wako na folidi. Tikira utoga kila kitu kaka kidogo polisi, hapana. Utajiri ni kitu ya kukuletea amani. Aspire, abia mwenzako, I want to be rich with the God's grace. Grace, utajiri ambayo imetembezwa kwenye mikono ya Mungu. Tafuta, zipo. God has given you power to triumph over snakes and scorpion. If you can triumph over snakes hivi, unakanyaga snakes, scorpion hivi na hazikuumizi. Akakwambia mahali popote utakanyaga utakuwa yako. Just experience, use that. Hiyo mbili tu. Hiyo mbili. Hata ukiambiwa unaenda kanisa mahali kuna desert, nenda tu huko, God will provide you. Hallelujah. Isaac was told to go back. He was going to Egypt to look for food. Akaambiwa go back. Akarudi mahali aliambiwa kwa miaka 3 hakujainyesha. Na hata kabla hiyo miaka 3, miaka ingine 3 bereni hakukuwa kumenyesha. Kulinyesha mvua siku moja na ikapotea. Kwa hivyo tunazungumzia miaka ngapi? 6 ya without rain. Na alianza kulima na akaanza kupanda. Watu walikuwa nakuja kumchungulia kutoka kwa bali, wanamchungulia. Hata wale walikuwa wako na bego ambazo zimekaa kwa store, wakatwendelia kilimo hiki, wakampatia bego zo. That is how God will disarm your enemies. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimuuzia bego zote kwa sababu kuna kimutu kiko kia kupoteza pesa. Kuna kimutu hakina akili, hakioni kuna jua, hakioni kuna desert. Wakapeleka mabego, hata wanamwambia hii ingine tumekupatia bure. Because they wanted to sell kuona ujika ya huyu mzee. Kumbe si ujika, ni covenant inafanya kazi. Alipotulima hivi, mahindi zikaanza kumea. There was nobody else alikuwa na bego ya kupanda. Nobody else. Zote walimpatia. That is how the covenant between you and God will work for you. Watanyang'anywa zote kwa sababu for your sake. They will be conquered for your sake. They will be defeated for your sake. And the Bible says in the chapter 24 of Genesis, and the man
from a desert. Naona ngojea mvua inyeshe atanigudio kahade. And the man became what? Until the king envied him. Akakuwa sasa yeye ndio anapatia. The entire government was feeding from him. He became so powerful. Not only you become rich, but you also become powerful. And you have the freedom to decide. From then, because of stubu. Angalia hata Joseph alifanya. Because of planning, he became the power. You control the stomach, you control everything. And that is where God comes. The agreement. Ati nitakuongeza, nitakubariki. Utainuka kama mchanga wa baharini. Na utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. That covenant, God kept it. Can you ask God to keep this covenant? Kama hauna covenant, leo tutengeneze covenant na Mungu. Utapiga magoti yako hapa chini. Leo sitaombea mtu. Na mtu asikuje kwa ofisi yako. Nataka kwanza utengeneze covenant. Ndio hiyo unakuja kutafuta kwangu, utapatiliwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko mati kiuga amen. Tunomekwe daamo ke hala demera kiugo kimwe. Ono ya dola nada. Andigo nyumeta kora ihu. Ogato tigo kuona. Why did you come to look for me? You came to look for me because I have something that you can get from me. Why? Because I have a covenant with God. Aliniambia, if you live this way, I'll make you this way. I want you to have that today. What I am carrying, I want you to carry today. Bwana Yesu asifiwe sana. What I am carrying, the anointing that I have today, you have to go. Hata kama nikapisi kametoshana hivi, you'll have to go with it today. Mwambie mwenzako amen. Mwambie I am ready. Ukiwagalia hata sura zao zote zimeresign. Sababu anashindwa how now. How now? Mimi sasa. Niombe wapone. Mimi sasa. Yes, you got the power. You got the power. Tell your neighbor, I got the power. I only need to connect. Mwambie mwenzako, I only need to connect. From today, hakuna mgonjwa atapitia kwa mikono yangu akose kupona. Hakuna mimea nitapanda ikose kumea. Hakuna mifugo nitakuwa nayo ikose kukua. Hakuna biashara nitafungua ikose kukua. Hakuna kanisa nitafungua ikose kukua. From today. Yes, from today. It is a declaration. And God said, I declare. Sindivyo? Alimwambia, I have declared. Your God has declared. He has declared no more poverty, no more suffering, no more sicknesses. Ukisikia kama kitu kamelia hapo na kabia, shut up in the mighty name of Jesus Christ. Silent. Na unasikia kametulia kameenda because you got the power. Hallelujah. Until such a time that you know you got it, that is the time you come out of it. You are in the woods because you don't know what you have. I'm telling you, are very powerful people. Muko na nguvu, muko na anointings, very special anointing. I can see anointings here. I can see power in you. I can see success in you. I can see billionaires in you. I can see very successful business moguls here. They are here. But umekujwa mpaka ukisikia business mogul unasema, what is that? Ukisikia utakuwa millionaire unaweza, hiyo ni country gani? I'm telling you, will be a millionaire. Which country is that? Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaekelewa mikono ndio kuwe millionaire. God is going to put his words in your mouth, and your words that he has put in your mouth will conquer every mountain, will break every yoke, will break every power against you. Everything that is standing against you will be destroyed by your mouth. See, today I have set you over nations and over kingdoms, to uproot, to overthrow, to pull down, to destroy, then to plant and to raise. What else do you need? Nikikiureda. Kuna kitu kingine unataka? Yeah? Kuna kitu kingine unataka? See today. Si museme. Now niki. Ndio kama hujua mimi see today ndo kwa nimeokuigwa. Na boy kaka na watu kama hawa sana. Sema, see today I have given you over nations and the kingdoms, to break down, to overthrow, to destroy,
to bring down, to build and to raise. Nikikigireda. Kuna kitu kingine nataka? Basi endeni nyumbani. That is all what you needed. You needed that. The power over nations and over kingdoms. To do what? To overthrow, to destroy, to pull down, to bring it down. Then you build your own and to raise it. That is all what you need. Don't need your pastor. Hallelujah. You need your pastor just to teach you the word. The rest is you to go and do. Hiyo ni Isaia, ni Jeremiah 1 verse 10. Kumbe unajua? Oh, imeandikwa. At the see, I have set you this day over nations and over kingdom. See, I have set you today over what? See, under, see, besides, over, you are over them. You are now standing over them. See, today I have set you over nations and over kingdom. Hakuna falme, hakuna nchi, hakuna institution yoyote itaweza kukuzuilia, maana you are over them. Sasa mama tigewa. Amaleda utabarikiwa. Utainuliwa. Utapata gari. Nations, let me teach you something a little bit here before I finish. What is a nation? For those who have gone to school. What's a nation? Yeah? A country. Yes, what's a nation? It's a country. Yeah? A country. What's a nation this side? Uh-huh. What's a nation? Nation is an institution. Marriage is a nation. It's an institution. A church like this one, this is a nation. It's an institution. Your school is an institution. Your business is an institution. Hallelujah. Kenya is a nation and an institution. The country Kenya can exist but not without a leader. Hallelujah. A nation Kenya can exist but not what? Now that is where we come number 2. What is a kingdom? What's a kingdom? What's the difference between a nation and a kingdom? What's a kingdom? Yeah? Warokore? Christians? Yes? I'm asking what is a kingdom? Not where. I'm not asking the noun, the proverb. Huh? A kingdom, see Sherry. A nation is the institution. And a leader of that institution is the king. Hallelujah. The leader of that institution, the leader of your marriage, the husband, is the king. If you have the business and you are the leader, you are the king. But now there is another word associated with the king that calls dom. Separate king from dom. Dom is dominion. So it's king having dominion. What is this that dominates, that brings dominion? It is the spirit. A king will become a king if he has a spirit of domineering. That is why it's called kingdom. So Kenya is an institution and it's got a president. The president is the king. But the king, President Ruto, rules us in a spirit that he has. That is why he has a flag, his own flag. Inaitangwa presidential standard. That is the spirit that rules Kenya. That presidential standard. Hiyo ndio bendera iko imebeba roho yake. Wakati alitengeneza chama inaitwa URP. Ilikuwa URP ile ya kwanza. Ilikuwa na bendera ya yellow. Si ndio? Wakakuja wakaunganika na Uhuru. Wakatengeneza bendera ya red.
Yeye kwa sababu alikuja chini ya uhuru ikakuwa ya red, ikachukua mamlaka, wakati URP na TNA zilishikana pamoja. Then when he took over akatengeneza UDA, alirudi kwa roho yake ya yellow. Mnanielewa? Lakini alirudi kwa nini? Kwa roho yake ya yellow. He is ruling us. Malaika wa yellow ni nani? Wala najua the malaika ambaye anakuanga na kala yellow. Yeah? Ni anaitwa nani? Yeah? Michael anakuanga na kala gani? Red, eh? Like Michael anakuwa na kala gani? Red. Blue. Red. Green. Red. Blue. Blue. Kala ya Michael ni royal purple ama blue. Color of rulership, the color of dominion, the corporate color. Umenielewa? Nayo color red ya Michael, hiyo mnasemanga huyo Michael red ni mgani? Color red is a color of wisdom. Hallelujah. Na color white? Yeah? No peace. Is purity and a color of message. It is Gabriel. Gabriel is the angel of message. Hallelujah. Color green ni nani? Raphael. Healer. Color green is Raphael. Ndio ukienda theater unakutanga madaktari wanavaanga green because they invoke Raphael. Na ndio tunaitanga Mungu Jehova Rafa. Zedekiel is the color yellow. Malaika Zedekiel is the color yellow. I'll teach you about one time about the colors of angel. Zedekiel is a maneuver. Yellow. Ukiona mtu anapenda yellow, ukiona watu wanapenda mayero, they are cunning, they are maneuver. Yani wanajua kupenya tu njia hivi. You think they are not doing anything, lakini wait a minute, utarealize hujui. You just ignore them at your own. Nikiona mtu unapenda kuvaa yero na kuangalia na macho tatu. They are schemers. Ni malaika ambaye anajua kuscheme. Nitawafundisha kuhusu colors of the angel and the angel's name. We have Michael. There are 7 archangels. We have Michael. He's the greatest of all. We have Gabriel. We have Raphael. We have Uriel. We have Zedekiel. And we have Jophiel. All of them, they end with L. I will tell you why next time. L is God, according to the Jew and the Hebrew. Yes. See, I have set you this day over nations and over kingdom. So, when God tells you he has set you over nation, he has set you over Kenya and the ruler of Kenya. He has set you over the nation poverty ambayo inakucontrol, the nation hunger ambayo inakucontrol, the nation kitu yote, the kind of a nation that is controlling you and the spirit behind it. Kama ni poverty has a king, the king of poverty. Kama ni magonjwa yako na king, the king of diseases. So he has set you over anything that is against you, and also the spirit behind that which rules over you. That is why he's saying, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck. You must pluck them. Lazima ung'oe huo ufalme. And break them down. Break their pillars and their sharers. Hallelujah.
To destroy, make sure you burn them. Like Gideon, who did it with the altar of Baal. He destroyed it completely. And then, to overthrow is to do what? To change the constitution that was running. That is to overthrow. To bring new words. To bring new dimension. To bring new processes. Hallelujah. Nikikooa ulikuwa kwenu ukiwa na sheria za baba yako. Nie gwito dia uneta gitada. Nie gwito dia kete. Nie diagiago. Nie gwito nie dioragio waigirago wakwa. I have to crack and break down anything that belongs to your family. Ndio utumikie mfalme huyu. Wanawake mmesikia? Ukitoka kwenu, ujue ufalme wa kwenu unauacha kwa geti ya kwenu. The inside ya kwenu. Ukuje uingie kwa huyu mfalme. Na ukikuja kwa huyu mfalme, sio yule mfalme ambaye alikuwa anakununulia madasi, atageuka. Maana yule alikuwa anakununulia madasi alikuwa jagiri. Ukikanyaga kwake anabadilika, anakuwa mfalme. Kwana umemfanikisha. Umefanikisha. Umeitwa sasa marriage. Then it was not marriage. Ikiitwa marriage inakuwa institution. Ikikuwa institution inakuwa na mfalme. Sasa kutoka hapo sheria za kiufalme zinafanya kazi. Sasa ukiambiwa saa 12 uko kwa nyumba, fanya hivyo. Ukiambiwa chakula ni saa 1 kamili itakuwa nikikula, fanya hivyo. Wacha story mrefu. Now you are under king. Hallelujah. Kwani kwako umekaliwa? You amen. Ni yako jefogwa. Do you get me? Wakati nilikuwa nakupeleka kwa mkahawa, nikikunulia madasi, tulikuwa majagiri gapi? It was not an institution. Once you get married, now it becomes an institution. And an institution iko na powers, na control, na constitution yake. So from then, you become a different person. Na ile tumadasi, tunapikiwa kwa nyumba. Kama ni tu chips, tunakaragiwa kwa nyumba. Kama ni out, make sure you have a 3-bedroom house. Kuna sitting room, kuna kitchen, na kuna dining, na kwa kulala. Out mnaenda kitchen, mapumziko mnaenda hapo. That will be a norm. You out itakuwa sasa hapo. Ya ije ni once in a blue moon. Tule tu message tote tulikuwa tumeandikwa be, tunabadilika. Because katiba pia imebadilika. Umeingia kwa mfalme. Umenielewa? Umeingia kwa mfalme. Na ukiingia kwa mfalme kuna sheria za kiufalme. Ruto wakati alikuwa akifanya campaign kabla ya kuwa president, wakati kulihesabiwa kura akaonekana ndiye ameshinda, immediately kule Karen, wale askari wote walikuwa Karen waliondolewa. Alikuta nje kumegadiwa na askari hajui. Because now they are guarding a presidential elect. Mtu ambaye si sworn in but is elect, ready to be sworn in. He is guarded. Now he becomes a state property. Yule dereva alikuwa naye alikuta si yeye. Alikuta kuna dereva mwingine. Alipopelekwa Bomas, alipelekwa na magari. Kufika Bomas, the time alipatiwa certificate hivi, alikuta hata gari ile alienda nayo haiko. Wale marafiki wake wote walikuwa wanafanya hivi na yeye. Tumeshida. Alijaribu kuwatafuta anywhere near him, hakuwapata. Immediately alipoingia kwa gari, aliambiwa, excuse me sir, can I have your phone? Ile phone alikuwa anapigia sisi na simu ilibebwa. He does not use it again. Anatumia simu ambayo ni controlled by state. Yule msichana mama ama mzee alikuwa anampikia chakula, alikuta ameondolewa, kumeletwa watu wengine. Hallelujah. Mambo ili change. Marafiki wake wote mpaka saa hii, I know a close friend of him amemtafuta tangu akuwe sworn in, anamtafuta mpaka amejaribu kutafuta appointment yampata, imekosekana. A good friend ambao walikuwa napiga tu biashara tu mashamba pamoja, amejaribu. Juzi alikuja hapa akiniambia nimtafutie venye ataenda huko. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
That is a transition. When the transition comes, and that is why we fail in our marriages, mnakosa kurealize transition imeingia na ikiingia. Ukikuja uajiriwe hapa, yes, tulikuwa marafiki na wewe, lakini the moment nimekuajiri ukuje kufanya kazi hapa, yule mtu mlizoeana na yeye si yeye, huyu ni boss, na anaweza kukunyoa anytime. Yule mtu mlikuwa mnacheka na yeye huko si yeye, ukifika hapa ni apostle, another different government. Hapa taslapu litakurarua, tukikutana na huko ni kununulie soda, na hata sita mention kuna kitu kama hiyo ilifanyika, because that is not me tukumuko na huko, it's a different person na mwenye alikukula coffee. The day you are able to know the differences na mipaka na limitation pahali zimefika, hatuwezi kukosana, tutaishi marafiki. Before you make a lot of friendship na huyu, understand akili yake inatoshanaje na yako inatoshanaje. Ukiona yako iko juu, balance yako irudi chini kidogo na ujaribu kumuinua. Na ukiona hii huwezi kuinuka, wewe teremuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiolewa na msee mwenye hana akili mingi kama yako, wewe teremuka mtoshane. Maana huyo mwenye hana akili mingi atakukoga gumi moja tu na atakuvuja, na utaishi kuwa kiweta na akili yako. Utolaekioje dia kwangu. Tusimame kwa miguu yetu. 2 Timothy 1:7. For God gave us a spirit not to fear, but of power and the love and the self-control. That is what God has given you. Not to fear, but the power. Tell your neighbor, I got power, and I got love, and I got self-control. So, what I want you to do, utatafuta tu nafasi mzuri. Nataka to worship the way you've never worshipped. Worship song ambazo zina flow. Na msidete sarakasi. Worship ambazo zina flow. Baka hawa watu wajazwe na power. Leo lazima mnatoka hapa mkiwa na power. Kila mtu. Na ukikosa kujazwa na power leo, wewe tu muzike nyumbani, uachane na mambo mingi. Umekataliwa. Hiyo maneno yote nimekupatia, alafu ukose power. You have a serious problem. You are very sick. Alafu chukua bahasha yako. We are raising an altar. We are raising a covenant between us and God. Chukua bahasha yako. Put that covenant, the sacrifice, to make a covenant with God. Then we shall be there. Twende kazi. Jipeleke mbele za Mungu, usiimbe, don't sing. Surrender to God. Don't sing. Mnanisikia? Mnanisikia? Watu wa kuimba wako. Wewe jipeleke mbele za Mungu. Na sio lazima ukae hapo. You can spread yourself all over. Just pray. I'll come to make a covenant with God with you. Bila wewe Yesu siwezi. Bila wewe Yesu siwezi. Bila wewe Yesu oh siwezi. Bwana bila wewe Yesu siwezi. Oh bila wewe Yesu niongoze e Bwana popote niendapo hadi siku
ya mwisho, tajio nipate, niongoze, popote, popote endapo, hadi siku tajio niongoze, e Bwana, popote, popote hadi siku bila wewe Yesu, oh, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, Bwana siwezi, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, mwambie mimi siwezi, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, siwezi, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, mimi siwezi, siwezi Bwana, bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, Baba, pokea sifa. Oh, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba wangu wa mbinguni, Baba, pokea sifa. Baba,
Baba, oh Baba.